Tulizungumzia mchezo dhidi ya Mbeya City na mlisema kama Young Africans imeenda kushinda, lakini ushindi wa kishindo ndio ambao umeanza kuibua maswali kwa watu wengi. Jana chuma 6-0 dhidi ya Mbeya City. Kwanza hili ulilitarajia kama dosa? Mbeya City ambao mchezo wa kwanza waliwabana mbavu mkagawana alama 1-1. Niwapongeze wachezaji, wamecheza kikubwa, wamecheza vizuri, lakini pia wamecheza kwa kutafuta alama. Mimi haikuwa surprise Yanga kumfunga Mbeya City. Nilitarajia Yanga lazima shinde ule mchezo na kwa magoli ya idadi kubwa. Tanange na Sanga. Mbeya City ni timu ambayo inawezekana imepoteza michezo mingi kuliko timu nyingine yoyote kwenye ligi kuu. Upinzani waliotoa jana binafsi haukuwa mpinzani mkubwa kwa Yanga. Ila ninachoheshimu kwamba Yanga ameshinda, lakini Yanga sio level yake ya kumpima kipimo zidi ya Mbeya City. Mbeya City ni timu ambayo baada ya kuanza vizuri ikaja ikaporomoka moja kwa moja. Kwa hiyo Yanga jana amepata alama kwenye muda sahihi, lakini amepata alama kwa mtu ambaye sio mpinzani sahihi. Naeleweka hapo Amepata alama kwenye muda sahihi, lakini sio kwa mpinzani sahihi. Kwa hiyo kuna haja ya kumpongeza na kuna namna ya kuambia Mbeya City kwamba kikwapi kikosi chenu mlichokianza raundi ya kwanza. Kikwapi kikosi chenu ambacho tumekizoea, lakini uwezo wa kalaumu ndio mipango yao, ndio ambayo wameamini wao watashinda. Mwisho wa siku amekwenda kufungwa goli 6. Lakini kelele zipo nyingi, kuna watu wanaamini kwamba Mbeya City ameuza mechi. Kuna watu wanaamini kwamba Yanga kanunua mechi kwa sababu tu ameshinda goli nyingi. Kwa hiyo unaweza kumuuliza mtu ni timu gani ambayo haijafunga goli nyingi na Yanga? Wakati hata ukiwa ni shabiki wa Simba utakumbuka nyuma uliwahi kufungwa goli 5. Hata ukiwa shabiki wa Mashujaa unakumbuka nyuma ulishawahi kufungwa 5. KMC kashawahi kufungwa 5. Labda Azam ndo aje kufungwa hizo goli 5. Lakini timu nyingi zimefungwa 5. Kwa hiyo all on all mimi nimewapongeza Yanga kwa kushinda, lakini nilitarajia kwamba mchezo wa jana Yanga itakuwa ni njia rahisi sana kushinda kuliko michezo mingine itakuja mbele yake. Performance ya wachezaji wa Young Africans jana imezungumzwa. Pacome Zouzoua tukianzia hapo, man of the match akifunga magoli 2 hapo jana. Performance yake imekuwa gumzo kwa watu wengi. Yule Pacome ambao kuna kipindi kidogo ni kama alidrop, sasa hivi anaonekana kuwa juu zaidi. Ni vyema kumpima ubora wake dhidi ya Mbeya City ambao umesema hawakuwa kwenye kiwango chake. Ukisema kwamba kiwango cha jana cha Pacome kilikuwa bora, wewe utakubaliana na mimi kwamba Pacome mechi za nyuma hajawa fit. Hakucheza vizuri au hakuwa kwenye kiwango chake. Yes. Hakuna ambaye mtu hajaona kiwango cha Pacome jana. Ingawa kakionyesha kwenye Mbeya City, lakini mimi najua mchezaji kwenye mechi yoyote joto linapopanda kiwango chake asili kinakuja. Akiwa mzuri utajua, akiwa mbovu utajua. Kwa hiyo nimpongeze Pacome, goli 2, lakini pia kwenye kiwango bora na ni kawaida. Wachezaji wa Yanga kiwango chao kinakuwa kikubwa mno kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Moja ni kwa kuitia pressure Simba, lakini vile vile kwa kujimarisha wao zaidi kuelekea mchezo wa Simba. Kwa hiyo kiwango cha jana cha Yanga kimeendelea kuchagiza mechi ya mtani wa jadi. Walikuwa wanatuma salamu. Unaweza ukasema hivyo. Piga simu kwamba tunakuja. Ila Simba pia si wanyonge. Yes, Simba pia si wanyonge. Kwa hiyo mimi performance ya jana ya Pacome imenifurahisha sana. Ninaamini mechi ya dabi itakuwa ni mechi ya kuhadisia sana. Itakuwa ni mechi ya kihistoria sana. Na ndio mechi ambayo itakwenda kumjua bingwa halisi wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo ili Yanga awe bingwa msimu huu, licha kuwa anaongoza pointi 5, lazima mfunge Simba. Na ili Simba apate ubingwa msimu huu, licha kuwa kama kazidiwa pointi 5, ni lazima mfunge Yanga mechi ya tarehe 3. Ushindi wa Simba zidi ya Yanga tarehe 3 una maana mbili. Maana ya kwanza ni kupunguza gepu la alama, lakini maana ya pili ni kumtia pressure Yanga kuelekea mechi zake. Atacheza na Azam, atacheza michezo za mikoani, huenda ikamsaidia kwenye kupelekea. Lakini ukiangalia vikosi kwenye mechi za karibuni, Yanga imeimarika, Simba imeimarika, na kuamerika kwao tunakwenda kushuhudia mechi ambayo kila Mtanzania ataifurahia siku ya tarehe 3. Unakubali